Usikose kufika kwa Amazon Video Library. Hata mikanda na mbalimbali ya Kizungu, ya Kihindi, ya Nigeria, dini ambayo imetafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, hususan zilizotafsiriwa na Rufufu. Jiepushe na kununua kanda barabarani zilizoandikwa Rufufu. Kuta ndani hakuna Rufufu, kuta watu wengine tofauti na Rufufu. Amazon utaweza kutumia mikanda popote ulipo katika Tanzania, popote ulipo katika Afrika Mashariki na Kati. Jiepushe na kunyonya kanda katika mitaa. Utapata kanda mbovu zenye printi mbovu. Usije ukanunua mbuzi kwenye gunia. Najua ni kwa neema, neema ni upendeleo, sikustahili. Matatizo makubwa sana yamekumba moja kwa moja Mashariki ya Mbali. Hali imekuwa ni ya kutatanisha kabisa, ya kuingiza katika sehemu ambayo hawakutegemea. Alikuwa ni kijana Troy Donald aliyecheza kama Commando Michael. Picha imeandaliwa na Action International Pictures ya huko sehemu za United States of America. Picha Jedwe Frey mzogo wa kifo. Kodiwa baada ya kujiandaa na kupokea risasi zao. Troy Donald yeye kacheza kama Commando Michael. Ted Prio yeye kacheza kama Danton. Mimi katika picha nimemwita Masoko na mambo ya koko. Fred Messi yeye kacheza kama Colonel Hogan. Don Abraham yeye kacheza kama askari wa kwanza aliyepelekwa msituni kwenda kufanya majaribio. Zantara yeye kacheza kama Jime, mtoto wa Cameron Mitchell. Picha yetu ya The Prey inaanza wakati maaskari hao wamepata chombo cha kwanza cha kufanyia mazoezi. Hakuwa mwingine, alikuwa ni mzee wa kazi Abraham. Askari walijiandaa tayari kuingia katika msitu kwenda kufanya zoezi la kwanza, tayari waive katika shughuli za kufanya uterrorist, askari wa kukodiwa mercenary. Alitimua mbio huku nyuma akifukuzwa na hao maaskari wa kukodiwa. Hao maaskari walikuwa naongozwa na kamanda mzoefu, kamanda mkatiri aliyekuwa anaitwa Komando Masoko Rindo. Masoko Rindo kwa tafsiri nyingine ni mavu ya kuku yanayonuka. Abraham alitimua mbio nakwambia mpaka upepo kachana suruali. Suruali alikutana na miti ilichana na upepo. Mliaje mimi sina kosa, mnakuja kuniharibu tu. Hawakuweza kusikiliza maombi yake. Abraham alitimua mbio, alianza kukotoa mpaka mbaliga zikaangalia mgongoni. Askari walikuwa wametia kisu katika vikwazo mbalimbali. Alianza kumfukuza Abraham na Abraham alitimua mbio, bado wako nyuma na mkotoza. Jamani watu mnisaidie. Unisaidie jamani. Hiyo kwa nini nalipata? Sijui jamani ya. Alitimua mbio mpaka mbaliga zikaangalia mgongoni. Akacheki chini pale alipokuwa amesimama. Sasa akaona fanya nini? Yuko huku, pale. Alianza kumtupia risasi. Risasi likamnasa kwenye mkongo idonda. Abraham aliondoka chini, lakini akasimama huko na tumbagira mbio. Alikuwa mpaka sehemu kulikokuwa na bambuzi, mianzi. Akakaa chini akadhani kwamba pale alikuwa ameteki cover hawezi kumuona. Nilipika kongo joya. Sasa hapa. Nilikuta. Wakati yuko pale anababaika. Habari nani? Ngoja kwa nini? Ngoja nisimame. Nikimbia tena. Ngoja nisimame. Kimbia, ukimwambia. Pumba hapo kwa. Piga jiwe ile askari.
aliyekuwa amezubaa. Pumbavu mkubwa, danga mkubwa wewe askari. Kunyuma anafuata taratibu. Karibu tutamkaribia. Zunguka upande wa kushoto na upande wa kulia, moja katikati. Mwende katika sofa ile. Abraham alitimua mbio na kwenda sehemu ambako kulikuwa hakuna miti, sehemu ya waziwazi. Na ndipo askari wa mercenaries walipomwona na kumweka barabara katika saiti zao. Masoko ndiye alisogea pale alikoanguka Abraham. Abraham akidhania kwamba labda Masoko ndiye angeweza kumwonea huruma baada ya kuomba samahani. Jamani, mliacha nina watoto 10. Na wanawake 3. Ngoja. Msiniue jamani. Masoko ndiye alimuona kwenye miwani yake aina TV. Akakoki bunduki yake Masoko ndiye bila huruma. Akamtandika chapa. Abraham akadondoka chini na kukata roho. Kamkutela sasa juu unafanya hapo. Awale mimi alikuwa kwenye bambu akanigonga mkurungo. Sasa unagonga na raia. Amelepiga. Masoko ndo kwa kawaida huwa na huruma. Magongo ovyo ovyo na raia. Pumbavu mkubwa. Alichoma mguu wake wa kuku na kumpakia chuma. Colonel Hogan. Askari wote ambao wamekuja kwa leo wameshajiunga, wamekuja. Mke wake na kamanda katika kambi ambaye alikuwa anaitwa Colonel Hogan alikuwa anapokea vijana mbalimbali walikuwa wanakuja kujiunga katika shughuli ya maskini wakoliwa. Kati ya vijana waliokuja kujiunga siku hiyo alikuwa vile vile kijana aliyekuwa anaitwa Jack Cobra. Jack Cobra alikuwa ni rafiki mpenzi kabisa wa Komando Michael. Na mimi nimekuja kujiunga pamoja na nadhani nitapewa msaada mzuri. What's your name, soldier? Jina lako ni Jackie. Mimi naitwa Jack, na jina lingine naitwa Cobra. Now I don't know what you men heard about this organization. Nadhani mmeshapata taarifa kuhusu utaratibu wetu. Utaratibu wetu wa mchezo ni kuja kujiunga pamoja, kufanya mazoezi na kutumia watu. Now this ain't the army. It ain't the Navy, it ain't the Marine Corps. You better get that straight. Because I'm one hell of a lot meaner than any of them. Sisi baada ya kuwa tumeiva katika mafunzo ya kijeshi, Now I know you tutaweza kukodiwa na nchi mbalimbali na kwenda kufanya kazi ambayo tutakuwa tumeamriwa katika nchi mbalimbali. Inawezekana kupindua serikali au kufanya ujasusi katika nchi mbalimbali. to be the very best. Na kamanda wetu ambaye ni tajiri ambaye ametuajiri, yeye amesema kwamba baada ya mwezi mmoja shughuli hiyo imekamilika. Mwe mmeiva kikamilifu. Ningependa mwende mjini tutafute tena kijana mwingine ambaye ni mkomavu ili mje kumfanyia hapo mazoezi. The training will start in the morning. Na training itaanza kesho asubuhi. You get plenty of rest, you're going to need it. We don't play games here. Hatuchezi mchezo wa ovyo ovyo, tunacheza michezo ya kiuhakika katika sehemu hii. Hakuna mtu kuonyesha mbaliga katika uwanja wa kivita. That's it. Nadhani kila mmoja amenielewa. Pora utaandika. Follow me. Nifuate mimi. Huyu mama alikuwa mke wake na Colonel Hogan. Vile vile alikuwa ni komando katika msitu na alikuwa anahusika katika kuwafundisha maaskari wa kukodiwa. Kati ya makamanda waliokuwa wanaaminika sana katika sehemu hii ya askari wa kambi ya kukodiwa alikuwa ni Teddy Prio, yeye aliyecheza kama Masoko Rindo. Na yeye alikuja kupokea orders. Kati ya watu ambao alikuwa anawahofia sana Colonel Hogan alikuwa ni Teddy Prio, Colonel Masoko Rindo. And then, damn it. You got a bunch of damn Girl Scouts out there. We'll run the exercise again some more. Sijaamini kabisa kama mmeiva. Take a couple of the men and... Nendeni mjini yule kijana ambaye tusikia kwamba alikuwa mwanajeshi na amepigana Vietnam. You got... Huyo ndiye naye mtaka mfanyia mazoezi. Nenda mkamtafute. Masoko ndio pamoja na wenzake waliondoka na kuingia katika mji mmoja uliokuwa jirani na hiyo kambi ya askari wa kukodiwa ili kuona kama wanaweza wakamteka moja kwa moja askari ambaye alikuwa ni mstaafu aliyekuwa anafanya kazi katika shirika la posta. Wakati wako mitaani wanajaribu kuvizia saa za asubuhi, Komando Michael alikuwa kitandani mpumzika, saa ikapiga kengele kumwamsha aende kazini. Kapiga kengele wakati ya kuja kucha.
Mke wake mpenzi alikuwa anaitwa Jime. Jime alikuja, jamani amka uende kazini. Ngoja ngoja. Takuba amka jamani, uende kazini tupate maziwa. Haya kwanza nitapeko tuwili. Jamani nitakupika. Pika miamka hapo. Ngoja memsa, ngoja mke wangu. Ngoja kwanza ngoja. Kata kuamka shauri yako takiwa kazini na kufukuzwa kazi. Utafukuzwa kizigo. Mwanamke na kunisumbua. Ndio kabaridi asubuhi kana kuwa katamu. Utadhani asali. Haya ni kokote naweza nikafukuzwa kazi. Hapo mambo yakawa magumu. Najenga kibanda changu nikakosa kukimalizia. Komando Michael alisimama moja kwa moja akaelekea sehemu ya bafuni ili kwenda kuosha uso wake moja kwa moja apate kiamsha kinywa. Mke wake mpenzi alikuwa anaitwa Jeme. Alikuwa amemwandalia kiamsha kinywa kizuri kweli kweli. Yai ile inaitwa jicho la ng'ombe au jicho la tembo. Mizigo yako iko hapa, barua ziko humo, usiondoke nazo uzipeleke posta. Alafu wakurudi uje ule chakula cha mchana. Asante kwa hiyo. Nakwenda lakini nimekwenda na kama usingizi. Komando Michael alitoka nje. Yeye kawaida anapokuwa anakwenda kazini huenda akiwa amevaa kitu kinaitwa bichikoma. Katika njiani alikuwa anapenda kutroti kwa mguu kuelekea kazini. Watu ambao walikuwa wanakupitia kukupa lifti. Kukupa lifti kusogeza kidogo. Mimi wasipendi lifti, napenda kwenda na troti. Si mbali ni pale karibu. Masoko ndio alimtokea kwa nyuma na akampiga gapu. Wakambeba mkuku Komando Michael na kumuingiza kwenye kombi tayari kumpeleka kwenye kambi kwenda kufanyia hapo mazoezi. Kwa alikuja mbio akashangaa kuna mwake mbona haonekani akitrosi katika barabara. Katika hiyo kambi tajiri aliyekuwa anasimamia hiyo kambi aliyekuwa na ngoja maaskari waibe aweze kuwatuma katika nchi mbalimbali alikokuwa tayari ameshapata diro. Alikwenda moja kwa moja kumuona Colonel Organ. The question is, swali ni kwamba what are you doing here? nataka kujua mnafanya kitu gani hapa. We had an agreement. Tunaendelea na mazoezi. Na mazoezi yameendelea kwa nguvu moja na wakati wowote nitakuita. 1 month. Nakupa mwezi mmoja. Hao wameiba na moja kwa moja waondoke na kuelekea kwenye mission. Pesa yangu sasa ndio ndio mfuata taarifa. Ndio mzee. Kazi tutazifanya na usiniendesha puto. Inabidi waibe ndipo niweze kuachia na kuwakabidhi mikononi mwako. Ready for action. Askari wangu wa kukodiwa wanatakiwa wawe tayari katika mission ya kwenda moja kwa moja kwenye nchi wanakotakiwa. Nasikia katika nchi za Kiafrika wanatakiwa hasa sehemu za Angola pamoja na sehemu za Afrika Kusini. Don't threaten me, Michelson. Michelson, usijaribu kuleta vurugu. Kamanda huyu tajiri alikuwa anaitwa Michelson. Jua kwamba mimi natoa pesa na sitoi kokoto. Natoa pesa na kazi yangu ifanyike. Nikirudi nikute yote yametimia. Pumbavu sana huyu. Katika kipindi kile Komando Michael alikuwa tayari ameshaingia mikononi mwa askari wa kukodiwa wakiongozwa na Komando Masoko Lindo Mapya Kuku. Komando Masoko Lindo alichomoa kisu na kumtishia Komando Michael. Utaondoka, utatimua mbio au sivyo na kutema kisu. Basi nipe chance nikimbie. Walimtishia na utatimua mbio au sivyo na kutema kisu. Basi nipe chance nikimbie. Walimtishia na risasi. Baada ya Komando Michael akatokomea ndani ya msitu. Maskari walianza kumfuata kama kawaida yao wakienda kucheza ule mchezo wa nyama ya mzoga. Komando Michael baada ya kuingia kwenye msitu, yeye alikuwa ni mzoefu, amepigana ndani ya Vietnam miaka 16. Kwa hiyo anapokuwa ameingia msituni ni sawa na gari kabisa limeingia katika barabara ya lami. Ndani ya kambi Colonel Organ aliendelea kutosa na kipenzi chake. Nipe na mimi ninywe kidogo. Napenda kutosa peke yako. Exercise is underway, Colonel. Colonel wakimaliza mazoezi katika kumfanyia Michael, alafu kazi iendelee vizuri. Ndani ya msitu askari wa kodi waliendelea kumfukuza na kumkotoza Komando Michael. Naweza kuketi, umeingia wapi? Umeingia wapi nje niwafundishe adabu?
Walianza kutafuta kwa sababu hawakuzoea, siku zote walikuwa wanafukuza. Sasa walianza kucheki hawamuoni yuko wapi. Akaanza kushuta mpora na Michael akaanza kunyaka mmoja mmoja. Pumba hapo namtafuta nani? Acha kukoroma. Kwa bunduki kaka kaenda kukatupa pembeni, hataki kwanza bunduki katika dakika za mwanzo. Mwingine akawa ananyemelea taratibu. Huyo alikuwa na mbariga ndani ya miguu. Kimpata huyo. So lazima nimsondoke sasa. Kingine kana babaika. Alisikia mwenzake anapiga kelele kwa mbali. Unaweza tu. Pumba. Nitakuleta huko. Piga mgongo kule. Huyo kama amemvunja mgongo, akakimbia sasa na tafuta moja. Yeye mwiko wake ni yule askari anayebakia nyuma. Mbona wenzetu waonekane wako pale gani? Piga kisu moja kwa moja. Kaanza kunyemelea yeye kawaida kama nilivyokueleza, askari anayebakia nyuma yeye ndiye chakula chake. Anaua kisairensa kile. Neno amta sana na kuuliza unamtafuta nani? Ansa majibu maswali yangu moja. Uweze kujibu maswali yangu mimi nitakumaliza sasa. Nikikuachia mdomo useme umetumwa na nani? Tumwa na Fande na Abande amenituma kwamba tukutafuta tukuona tena mchezo wa nyama yote. Wewe ni mazoezi tu askari wa kukodi. Wewe huwezi kuona kama ni ujinga kufanya mazoezi katika watu kama sisi. Sikujua kama ni mbaya. Hiyo nina uchu wa michuzi, waliniambia kama mikwanja itakuwa mingi. Sema pole. Nitasema ndio unanikamata mdomo. Usirudie tena. Nikarudia lakini naomba unisamehe. Mimi wasamehe watu kama nyinyi. Watu kama nyinyi mnaua watu. Umeshaua watu ngapi? Umeshaua watu kama 6. Sasa unaonaje na wewe ukiwa ni maiti ya 7? Na wewe ngoja uniaje. Uniaje watu. Bumba. Watu kupika kelele. Watu kujamba. Cheza mkuu. Habari limetumaliza. Askari kama 4 huko msituni, mimi ndiye nimekotera nimekuja huko. Sikiliza huyo, yule raia. Yule ndiye ambaye chama cha Kellen. Soko ndio peleka nje umpe kazi. Toka nje. Sana mkombea kukimbia huko. Piga. Wewe siwezi nikakupiga nini? Chukua chini. Kwa na Michael baada ya kusubiri mpaka jioni. Ama yule alikuwa anaitwa Jim aliamua kumpigia simu baba mkwe. Mzee Cameron Mitchell. Nimekaa hapa, sijapata taarifa yoyote mume wangu haonekani. Nimelala peke yangu na baridi imeniua. Mume wangu simuoni. Niliona na beba na gari jeusi kama buruburu. Yaani hamsi wewe baki hapa. Nini baki hapa, mimi nazunguka upande wa pili. Wewe linda hapa. Usitoke hapo. Askari bado wako msituni wanaendelea na kumsaka Michael. Ikitokea na likamata. Unazungumza ng'aa. Toka ndani ya msitu. Kale wako leo. Ngoja nichonge lile mjipi. Nije ni wachome watu. Jemba koze. Ndio kubakoza kempunu. Sina mchezo mimi. Oja wa magembe. Chini. Akageuka nyuma kwenda kuangalia ni nani amemua mwenzao. Sasa wanatimua mbio askari ovyo bila kujua kwenda wapi. Komando Michael katika msitu amekuwa ni tishio. Kumbuka katika kipindi hicho alikuwa na siku kama 2 hajapata msosi. Unakuja huko. Unakuja sababu hiyo. Sijachoka. Tamkamata aliyebakia kwa nyuma. Baki nyuma, unajua ndiye anakuaga chakula changu. Jok. Hapana ametuma kadiroge. Oh God.
Askari wa kodi waliendelea kuhangaika ndani ya msitu. Komando Michael aliendelea kuwachezesha kanyabazongo. Sasa alikaa kwa juu, anacheki akamwona mwingine amebakia nyuma. Napiga kitailensa. Tell me. Baba mkwe alifika. What happened? Kwa mwingine alikuwa ni mzoefu katika kucheza picha, kamera na michezo. Niambie kumetokea nini? Baba nikoje? Asubuhi. A lot of noise. Sikujua. Into the window to see what happened Sikujua kumetokea nini, ona namchukua haraka mdadi. or something. And then they dragged him into the van and it took off. Call the police. Ni gari gani? No, Ni Kalina au ni Kolora? I wanted to call you first. Niona kagari kama kakombi. In the van. What kind of van? What color? Ni rangi gani? Nakuuliza ni rangi gani hiyo gari? I don't know the make. Si kama rangi ya maziwa. Kind of van without the windows. You know, like, Haikuwa na milango yenyewe inaonekana kama madirisha yamezibwa. and it was green. Inaonekana kama ilikuwa na rangi ya kijani. Green. But it was a funny kind of green, like army green. Ilikuwa na rangi ya green ya jeshi. Very important. Think hard. The license plate, the number. Namba uliziona? Ulisoma namba zake? It's Jaribu kusoma namba. What? Namba ngapi? Namba ngapi sema? 2, 2, 4, 4, 7. 7. Nilikuwa hizo namba? Hapana, nimekosea kidogo. No. It was 427. 4, 7, 2. 27. Jamie, you positive? Jamie, unasema ukweli? 427. Kama unasema ukweli, namba ni hizo hizo. Is that enough to bring Michael back? Nataka umlete mume wangu dadi. Darling, Unisaidie mume wangu arudi. I'm at the station. Nitajaribu. Hakuna mpaka stesheni kuangalia ni wapi alikopeleka kwenye kambi ya jeshi. I'll come up. Gari yenyewe ilikuwa ni gari ya jeshi. Sijui dadi. Tafadhali unisaidie baba. Well, I better get on. Najua mume wangu anapokuwa hayupo. You, Daddy. Naomba unisaidie, asante. Kamera nimechelewa. One more thing. Alimwaga Very important. mke wa mtoto wake. When I leave here, keep all the doors and windows locked. Don't let anyone in until you hear from me. You got that? Bye. Umetoka, usifungue milango. Hata angekuja nani mpaka mimi nirudi. Nimekusikia dadi. Mama alibaki pale nyumbani. Ndani ya msitu bado kizaazaa kinaendelea. Yuko huko. Askari anapigwa na miti, anatimua mbio akarudi kambini. Aliona mambo yamekuwa ni magumu. Wakati huo Kana Logan alikuwa na mke wake. Ni wakati wa kuzungumza na kutafakari namna gani vita itakavyoendelea. Ndio mama Chanja. Mambo yamekuwa ni magumu huko msituni. Ndio askari wangu wanaendelea. Abade ngoja. Unaingia bila kufika hodi. Kwa nini unaingia? Wametumaliza bande. Sasa tumepigwa, tumebakia askari wachache. Uje sasa hivi wote Mbarika zimeangalia nyuma. Kana Logan aliondoka na mke wake. Sasa ameamua kuingia katika msitu kwenda kuongoza mwenyewe mapambano. Pamoja na mke wake walitimua mbio na kujisongobeka ndani ya msitu kwenda kumtafuta Michael. Kitu cha kwanza walichokutana nacho walipoingia ndani ya msitu zilikuwa ni maiti. Nani? Ameua au kalala? Kulala. Sasa tujaribu kujigawa. Masoko linaongoza kikosi cha upande wa kushoto. Mimi kama mzoefu naongoza kikosi cha upande wa kulia. Komanda Michael alikuwa kwenye mti akiwa anawaangalia wakati wanazihesabu maiti mbalimbali. Katika kipindi hicho askari wapatao kama 8 walikuwa tayari wameshaiaga dunia. I know this style. Kile inaonekana na uona magari. It's my style. Anapiga risasi au anafanya hivi? Damn. Sielewi. Mike. Michaelson. It's gotta be. Ni hatari. Yeah. That was... Ni hatari kuliko hivi. Why? You know him? Unamjua? No. Namjua sana. I trained him. Nilimfundisha mimi. Kubwa kadro. Anapambana sasa ni mkono kwa mkono. Askari wa upande wa pili wa kikosi cha Komanda Logan. Songo la kangubi. Piga ngumi sasa. Kami leta. Kabata. Piga kabaliga. Toa pumbavu. Mmoja likatokea kwa nyuma likapiga. Piga ndio. Tabiri nkoko. Ngoja. Piga kwa nyuma. Chini. Likatokea ngumi kama 8. Katimua kisu. Alikuwa tayari kummaliza. Ngoja mtu nani? Ngoja.
Jacoba. Jacoba. Ujui kama ni rafiki yako Jacoba? Nani? Ni Michael. Michael. I'll be back. Sikujua. Kumbe tumekuja kufanyia mazoezi kwa marafiki zangu. The boy trying to save my life. Wamekuleta vipi? Uliwahi kusave maisha yangu katika vita? Sikujua mimi kama mambo yako namna. Na wewe umefanya mambo ya kipumbavu kujiunga na wenzako? Pumbavu kubwa. Ningekuwa lakini nakumbuka siku moja ulinisaidia. Komando Michael alimwachilia mbali Jack Cobra. Akaendelea kujisongobeka ndani ya msitu. Sasa alikuwa na na maaskari wote wameshakuwa na kanyabazongo wanahangaika ovyo ovyo. Katika hangaika katika msitu, alikuwa na kiu. Alifika sehemu ambako alikuta kuna kijito ili aweze kujipatia maji ya kunywa. Wakati anahangaika kujaribu kunywa maji, alisikia kwa mbali maaskari wanamsogelea. Azikana yuko upande wa kushoto. Jaribu kwenda katika mwendo wa kunyatia. Huyo aliyebakia nyuma yeye ngoja ninywe maji nitawapata wenzangu baadaye. Maji yanawezekana ni matamu. Wewe unakutana kwa kunywa maji. Ngoja. Huyo akamaliza askari mwingine akakuta nimeokota bunduki. Nakwenda kupata ukopro leo hii. Leo hii nimeokota bunduki. Naweza nikapata ukopro nikapandishwa cheo. Nikaacha kula kwenye Athering Smith. Nitakula kwenye kopro Smith. Unasema nini? Unaona bunduki kwako? Ngoja. Nani? Amemalizwa. Michael sasa katika msitu amegeuka kuwa chui kabisa. Avana turudi kambini. Turudi kambini, naona huyu atatumaliza. Unazungumza nini ugota? Pumbavu. Sikari unaogopa nanga mkubwa. Pumbavu. Piga. Mmoja akawa amefika pale alikokuwa Michael mkamta. Watuangaisha katika msitu. Ngoja nichwe kisu nikumaliza. Michael pale alipokuwa amelala akaokota limu. Alimwahi na kwambia alimkwepa. Mti ukaingia moja kwa moja kwenye mkundi. Ukatokea kwenye usigongo mgongoni. Sinilali unaweza ukaninyea ukule muonyera. Toka hapo toka ninyea mapu. Wale lakini Kongo nyomboa mkono. Mama go. Kongo nyomboa mkono lakini imevunja mfupa. Sijui ni gani. Bado maskero nahangaika. Any sign of him? Umeshaona? Just body. Hajaonekana pande, tumeona miili ya watu ambao wamekufa tu. Into the woods. He wants to catch us in there after dark. Twende kambini tukakusanya askari wengine. Go after him. They give you a chance. Tuongeze askari wengine turudi kambini. Let's move it out. Colonel Logan pamoja na Masoko Nindo na wenzake wakarudi kambini kwenda kuongezea nguvu. Wakati wa Michael, Komando Michael anahangaika baada ya mkono wake kuwa umeteguliwa na huyo askari aliyemmaliza. Mkono nilifanya nini sasa? Lakini wakati najifunza ukomando huko Vietnam, niliambiwa kama jiwe aina ya nkurungo naweza likasaidia. Ngoja nilipachike kwenye nyakwawa, kwenye kwapo. Oya! Sasa ukarudi tena kwenye joint. Lakini bado maumivu yaliendelea kuwa makali katika mwili wa Komando Michael. Akaanza kuwaza ni vipi. As many men as you need. Bado hajaonekana. Tumezunguka sehemu zote, hatuoni kitu. Here for the night. Right. Kesho tarudi tena katika msitu. Turudi kambini. We can't just let him get away. Hatuwezi kurudi kambini, angalau tujenge kambi. Do that. Tujenge kambi huku kwa alafu tuanze. Mimi nilikuambia kwamba mambo ni magumu alafu kaamua kunifuata. Time. Rest. Tupumzike kwanza huku kumstuni. Nimetuma askari waniletee bia. Kwanza tupate mapumziko. Maumivu makali hasa kwenye mkono ule ambao umekongonyorobewa ulikuwa unaendelea kumpa shida Komando Michael. Wakati akiwa katika vita huko ndani ya Vietnam, mzee mmoja alikuwa anaitwa King Kung Kwang Kunsuri Kwangkwala aliwahi kumfundisha dawa moja ya miti shamba katika misitu ya Vietnam, kwamba unapokuwa umepata matatizo katika mwili wako unaweza kutafuta dawa aina ya Ntareyeirungu. Mzizi mmoja wa mti wa msituni unaitwa Ntareyeirungu. Baada ya kupata huo mzizi aliutafuna. Baadaye akawa na cheki kwa mbele kuona kama anaweza kupata dawa nyingine aliyofundishwa sehemu za Cambodia huko Vietnam. Dawa hiyo ni mdudu fulani anaishi katika sehemu ambazo ni karibu kabisa na matope.
Niliwahi kufundishwa kama aina ya chambo kinyangorora huwa kinasaidia sana kutibu sehemu ambazo zimeumia. Naona bado kamejaa matope, na nikapanguse matope alafu nije nikameze. Kwa ni dawa ya kutuliza maumivu katika mwili, inafanana kabisa na Panado. Haya nikachungula njaa aliyokuwa nayo kusekimbela kamwona Panyabuku. Mbeba kwa kuwa njaa nimesha kwenda njaa namna hii, sijaona hata kaswara nitakula huyu panya moja mbili kamata. Baada ya kumkamata huyo panya, hakuwa na lingine, alianza kumwandaa katika shughuli za mchomo. Mke wake Jeme akiwa nyumbani, mawazo chungu nzima, alianza kuwaza na kuwazua atafanya nini. Katika hangaika ndani ya msitu, Komando Michael aliweza kupata vipanya kama vitatu. Kimoja kilikuwa Panyabuku na kingine kilikuwa kinaitwa samaki mchanga. Watu wa mikoa ya kusini wanafahamu sana habari hii. Alikula siku hiyo kidogo, tumbo lake likaanza kupata afueni, na ile minyoo iliyokuwa inalia kwenye tumbo ilianza kumshukuru na kusema wakondia. Maskari kule walikokuwa wamepumzika hapakuwa mbali mita kama 110 kutoka pale Michael na yeye alikokuwa amepumzika. Panda aliona pale alikuwa amekaa kulikuwa na moto, inawezekana kaonekana. Akatoka na bia yake pembeni na wife naye akamfuata. Mbona umekuja huku? What's going through his mind? Umekuja huku kufanya nini? Nimekuja kubanisha hapa. Nimsubiri kwa sababu anaweza akatunyemelea. I feel just kuna kauko anaweza akaja akakupiga kabari halafu ukajinyia. Siwezi, siogopi. Nataka nimkamate mzima. Ameshaniletea sana chungu nzima. Chezi mkubwa wewe, nifundisha mtu lakini sasa amenigeuka. Sina kitu cha kufanya. Ni kazi moja ya kumsubiri hapa nije nimpige roba. Anitambue kama mimi ni Commander Colonel Logan. I gave him 10 years of my life. Lazima nimkamate. Siwezi nikamwachia. Hata nitambua akinikuta hapa. Kukaa kwako hapa kuna nichelewesha. Anaweza kaja ukaogopa na kulialia alafu ukaleta kachesi. War is fucking crazy. Vita imekuwa ni ngumu sasa. Sikutegemea kama mambo yatakuwa magumu namna hii. Nilidhani kama mambo yatakuwa laini kama tulivyomshughulikia Abraham. Sasa huyu amekuwa kizaza. What do I get for it? Sasa sijui nifanye nini. Lakini nitamkamata. Nitamkamata afanye nini? Lazima atakamata. Chezi mkubwa huyu. Lakini ukikaa hapa atakuja kushughulikia. Uondoke. Damn right. Rudi kama. And I will. Siogopi kinyago yoyote mimi ndani ya msitu. What about Satan? What about it? What the hell are you going to do with them? Nakwambia kuna matatizo hapa, akikukuta ndugu yangu. Mume wangu unaweza ukipata cha mtu makuni hapa hapa ulipo. Usinitishe mke wangu. Nakwambia usinitishe, nitamuua. Good. Na mikono yangu. Umesema vizuri. Umezungumza neno zuri. Nenda kaniletea bia nyingine. Now. Kaniletea bia nyingine. Ilitoe woga. Niletee na kakonyagi. Sehemu alikokuwa amepumzika Colonel Logan. Nani? Ni mimi Komando Michael, mwanafunzi wako uliyenifundisha. Kwa nini umeleta maskari kuja kunitafuta mimi katika msitu? Samiri mbwa, Samiri nkobe, pumbavu mkubwa, kijani kasarubu. Aleta askari kuja kunitafuta mimi na kuuliza umeshaua watu wangapi afande, na kuheshimu kama kamanda wangu katika msitu. Ningeweza kukufia kana kuachilia mbali. Ondoa askari wako, changanya mbali kaondoka. Michael akapotea kama mzimu. Apanda akabayugora. Alianza kulia kama mbwa. Kamanda, mambo yalikuwa ni magumu. Wake up, boy. Tafadhali hawa. Akainuka. Alikuwa amepumzika kutokana na kale kanyama alikokula. Alilala usingizi. Wawindaji walikuwa msituni wakijaribu kuwinda.
Ndipo alipokutana na Michael. Lower that knife Sasa tunatafuta. slowly. Sasa mnanijia mimi, mnadhani mimi ni nguruwe? Well said. Kama mnawinda, endeleeni kuwinda. Get up and go before I get Unakuja kulala msituni, sasa tungekupiga risasi. third shot. Tungekupiga risasi ungeangamia bure. Nimewambia mimi, endeleeni na shughuli zenu. Inaonekana kama ni kichaa huyo. Hafai nguo, aogopi hata mbu. Around the woods, no. Angalia, kilikuwa kinakula panya. Kiabankilie mbeba. That boy. Inaonekana ni kichaa huyo. Alikuwa anakula panya. Surprised me. Kiabankilie mbeba. City folks will eat anything. Inawezekana, unajua watu wa michaa wanakulaga kila kitu. Wanaweza kula panya, wakala hata chura. Bado maaskari wakiongozwa na Masokolindo, kikosi kingine kikiongozwa na kamanda, waliendelea kutafuta, wakafika pale ambako alilia panya. Inawezekana tukampata sasa hivi. Wale wawindaji bado wako msituni, wanaendelea kuwinda. Nani? Afande, habari ya kudia afande. Unamwamkia nani? Was that your fire back there? Mmeshaona mtu mmoja amevaa bichikoma? Was that your Na kuuliza, umeshamwona mtu amevaa bichikoma? No, it wasn't ours. Hatujamwona mtu yoyote huku mbele. fire? Unasema uongo? Where is it? Sema yuko wapi, mnapi? I ain't saying. Tumesema hatujamwona mtu. Piga risasi. Hala. Umeona mchezo hao? Yours. Na kuuliza na wewe, sema umemwona mtu amevaa bichikoma? Ndio mzee, tumemwona kule. How far? Kwa nini umechelewa kusema? About 10 minutes ago. Ndio ukachelewa tena siku nyingine. Kala shaba. Move out. Twende. Walikotuonyesha huyo mbuzi. Wale wawindaji wakapoteza maisha hivi hivi. Komanda Michael baada ya kupanda kwenye milima, sehemu walikochezea picha hii karibu kabisa na milima ya Whitney. Kule kwa juu huwa kuna mawe aina makubwa. Akacheki sasa mawe inaweza kumsaidia kuwa kama silaha. Cheki kwa chini kule kwenye maporomoko, akawaona askari wanahangaika. Ngoja nije niwatumie salamu za mawe. Ya wasalimia huko kwa chini. Wakipate cha mtema kuni. Na wapiga kile kipigo kinaitwa manzese. Cheki yale mawe. Wajuju pale alikokuwa akayapangua. Akaondoka mkuku paka. Sasa wapige kipigo cha manzese. Askari kama watatu wakaiaga dunia. Baada ya kuona mambo yamekuwa namna ile, askari wanaanza kuogopa msitu. Wakawaza sasa wafanye nini katika msitu. Mambo yakawa ni magumu. Wakati Mike anasogea huko ameshachoka, ndipo alipokutana ana kwa ana na komando Masokolindo. Kumbuka katika kipindi hicho Michael sasa alikuwa ni siku ya 3 hajapata msosi. Amechoka kweli kweli. Piga kisu kanoro. Piga Michael kuachia tango mmoja. Masokolindo lilimtandika mateka yale ya kivandama. Piga kanoro kwa chini. Cheza mkono tu. Umeshatuangaisha katika msitu mzima. Unadhani sisi ni watu wangapi? Piga ngumi. Chomo basoni kumaliza. Piga mdomo. Wewe ndio unayetuletea unyago ndani ya msitu. Pumbavu. Fuate. Namtaka mzima. Namtaka akiwa mzima. Peleka kambini. Lakini pale nakwambia peleka kambini. Michael akabeba mkuku. Kutokana na amri ya kamanda Colonel Organ, akapelekwa moja kwa moja kwenye kambi. Kwenye kambi alifungwa moja kwa moja kwenye kiti, na aliyekuwa kwanza kuingia alikuwa na Colonel Organ pamoja na mke wake. Wewe ndio mchezo wangu kanamba zako kwenye msitu. Mchezo mkubwa. Uweze ukanipiga kisi mimi. Piga kisi cha kibao. Kibao chako nimekitana kinanipangusa tadhani sisimizi. Je, uniguse tena, mkono wako ni mtamu. Je, uniguse tena. Wote wawili. Unamwambia nani namna hii? Toka nje. Mama Chanja. I'll see you again. Utakuona. Fuck you. Watamirenkoko. Fuck you. I'll get right to the point.
Tunakuja kwenye point. Yeah, well, you do that. Uwezo kaniambia mambo namna hiyo. Sikubaliani na maneno yako. You go. Umeamua kwa mnyama. Sure. Pamoja kwamba ulikuwa mwalimu wangu. That was an accident. They didn't know who they were. Sikujua kama ni wewe. Walipokukamata sikuelewa kama ni wewe. Sure. Umeelewa kamanda. They were just... Si kwamba vitendo unavyofanya nifanyie mimi peke yangu. I'm not... Kwa nini wafanyie na watu wengine? What? Nao ni binadamu, kwa nini? Innocent people being struck off the street to kill. Watu unaochukua mitaani na kuja kuwafanyia mazoezi msituni. Doesn't matter. Kufanya mchezo wa kipumbavu. Does to me. Haiwezekani. Hata ukinihurumia mimi bado mimi sitakuhurumia. I'm fighting them without an enemy. Na kuomba ujiunge na sisi. You trained. Uingie katika askari. Ulinifundisha. Nilikufundisha lakini na kuomba ujiunge na sisi. Michael. There's a lot of money out there. Pesa iko nyingi sana. A lot of would-be dictators. Tumeandaliwa pesa chungu zima. Billions is waiting to be plucked. Mabilioni ya pesa. You Utakuwa tajiri. will tend to... Utapata pesa na utaanza kufanya matanuzi. Jiunge na sisi katika msitu. afford. Uweze kuuaga umaskini. Utafanya kazi tena kwenye shirika la posta. Mzee sikubali. What really happened to you? Kazi ninayofanya inanitosha. Siwezi nikafanya kazi ya namna hiyo. Si kazi ya kijinga. You're an officer in a special... Nilikataa kabisa, zamani waliwahi kuniita. Damn blood. Nikasusia kabisa kazi ya namna hiyo ya kijinga. Mchezo wa mzoga uliokufa siwezi nikaucheza. This was mine. Mimi nakwambia. Mimi nimekubali kabisa kuingia katika msitu. Blood money. Pesa za kishenzi, pesa za kishetani. Right. Sikubaliana nazo. I trained you, Danton. Nilikufundisha wewe, Michael. Nakubali kwamba ulinifundisha. You know. Hukunifundisha kuua wananchi wenzangu. Sikubaliana na mimi? No. Sikubali. I'm going to give you a little time to rethink your situation, Danton. Nakupa tena muda ufikirie. Very little. Alafu nijibu tena baadaye. Sitakujibu. Sikiliza kwanza. I made you. Kabla sijafanya lolote, I'm going to... komando wako Masoko ndio nitamkata kichwa. Na kuapia. Unaota. Katika kipindi kile Cameron Wichao, mzee wa kazi aliona mambo mkono magumu, akaamua kwenda kambini aone kama anaweza kumkomboa Michael. Mzee huyu alikuwa ni baba mkwe wa Michael. Jeme, mke wa Michael, alikuwa ni mtoto wake. Mzee Cameron Wichao alinyemelea taratibu na kupita ile mlango wa rear gate kuingia kwenye kambi ile ya maaskari wa kukodiwa. Colonel Organ alikwenda kumweleza moja kwa moja Komando Masoko ndo aende kumpa mateso Komando Michael ili waone kama atakubali kabisa kujiunga katika kikosi hicho cha maaskari wa kukodiwa ndani ya msitu. Masoko ndo wakati anaingia kwenye hema kwenda kumwadhibu Michael, rafiki yake mpenzi Jack Cobra alisogea na kusikia Michael anateswa. Wengine msaidie, wanaweza wakanijua. Nitafanya shughuli hiyo baadaye, ili mradi wasimuue. Jack Cobra alianza kufikiria. Mzee wa kazi Cameron Mitchell alisogea taratibu kwa anashoita mpora kupita kwenye vifaru pamoja na MPC kusogea pale kwenye hema alikokuwa anateswa Komando Michael. Wakati anahangaika alipigwa hands up. Niweza kuona kwa mbali Michaelson yule tajiri anakwenda kupata taarifa kuhusu mafunzo yanaendelea vipi. Mfanye mzee. Ngoja nisimame. Piga chini. Mzee akachomoka tena kwenda upande wa pili. Alimpiga teke kwenye just because. Mambo yakajirekebisha. Kuna ngoja. Kuna watu wanakuja teke cover hapo. Maskari wakapita hawakumuona. Lazima niende pale kwenye hema ambako nimeona ile tajiri anaingia. Nisikilize kuna nini. Kana Organ anaingia pale kwa ndani na ndipo kamanda tajiri Michaelson na yeye alipofika. I want to talk to you. Nimekuja. I don't have time for Takuzungumza. now, Mike. Subiri kwanza Michaelson. 1 month. Come back then. Baada ya mwezi mmoja uje. Sit down. Nimekuja kukueleza kwamba mafunzo yaende chap. Kaa chini kwanza nikujulisha taarifa. Kana Organ alikaa chini apate taarifa kutoka kwa Michaelson. You've gone too far.
Wachelewa sana. Control. I'll take care of it. Just get the hell out of here. Wakati wanaendelea kwenye hema kujadili, How? ndipo alipomsikia Michael Suna anajadili kuhusu Michael. I have the man. Umesikia taarifa kama tumemkamata Michael? Who do that? Huyo mtu mliyemkamata kama analeta matatizo, uwa mara moja. Tafuta watu wengine mfanyie mazoezi. Mwezi mmoja unatosha kabisa kuwa mmemaliza training. Know what I'm doing. Training inafanyika kwa utokano na mawazo yangu. Better than Na mimi ndiye napanga program ya mafunzo. Then you Unaponiendesha namna hiyo sikuelewi. Kuendesha. Kinachofanya kazi ni pesa yangu. of dollars Dola zangu ndizo zinazoendesha mafunzo katika misitu. and implicate me in... Maneno yote yaliokuwa yanaendelea kujadili katika hema. Don't be stupid, Hogan. Kamanda mwa Cameron Mitchell kule alikokuwa kwa nje alikuwa anaweza kuyasikia yote. My game plan. So take care of this dad and character and go back to business. Narudi tena katika kazi zangu, nipate taarifa mapema iwezekanavyo. Mzee huyu siku nyingine akileta matatizo nitamramba shaba. Baada ya mzee huyu Cameron Mitchell kusikia matatizo namna hiyo, aliondoka moja kwa moja na yeye kujaribu kufanya vitu vyake. Katika hema alikokuwa amefungwa Michael Commando, alivuta misuli taratibu. Alipokuta misuli akasikia kama kuna mtu anasogea mle kwenye hema. Kumbe alikuwa mke wake Colonel Hogan. Alikuja na ndoo ambayo ilikuwa imejaa mkojo. Kaanza kumwagia. Shinzi mkubwa. Unatuchezesha sisi kanyamazongo. Ngoja nikuchezeshe kanyamazongo. Akafungua kamba. Moja kwa moja kwa mwana Michael pale pale kwenye hema alianza kuishia. Toka mbio mbio. Anajaribu kutafuta sasa aanzie wapi. Mama mle kwenye hema alidondoka chini na kuzimia. Ona kufanya nini hapo? Nakuja nafanya nini hapo? Kama choma kombo akaruka kwenye sword. Sukumia mbali. Mike akaingia vunguni mwa kifaru. Kombora likamrusha askari juu. Kana Hogan alisikia kelele za kombora mlipuko. Wanatoka nje kucheki. Walichokiona ni buti askari alikuwa tayari amesambaratishwa. Askari kwenye kambi baada ya kusikia mlipuko walikimbia mbio kuingia kwenye magari. Kuchukua silaha moja kwa moja kuanza kazi ya kumsaka Michael ambaye alipata taarifa ametoroka. Hii kombora taarifa. Ilikuwa ni 3-in-1. Napiga kama bunduki ya rashasha na achia makombora inafeka kwa chini chini. Tafuta silaha kabidhi askari wa msake Michael. Sasa hivi namtaka akiwa amekufa. Walichukua na viazi pamoja na rumonde. Walijisongobeka ndani ya magari yao. Moja kwa moja wakaanza kumsaka Michael. Michael baada ya kuipata ile bunduki 3-in-1 kimbia mbio huku nyuma kifato na kifaru. Kifaru kiliseti mzinga wake wa milimita 90 na kuanza kumtupia makombora. Anatupia makombora na kifaru. Alijua kwamba kifaru kiwezi kupiga kwa taratibu, akachukua kombora alikuwa nalo mkononi. Panda kwenye kifaru. Akatumbukiza grenade ndani ya kifaru. Baadaye akafunika. Alikuwa ndani ya kifaru ndani. Kalipuka. Ukawa ndio mwisho mle kwa ndani. Ndako alidhania kwamba mambo yameisha. Aliendelea kutimua mbio, kumbe kwa juu anafuatwa na helikopta. Helikopta hii aina ya helikopta machine gun ilianza kumiminia mwani kwa juu. Alipocheki bado anamhangaisha na alianza kujibu mashambulizi kwa Komanda Michael. Kumbuka ile bunduki aliyokuwa nayo vile vile ilikuwa inaweza kuachia makombora. Baada ya kutumia risasi za kawaida, akaona vyote vya buransha. Hakuona lingine, alienda kujisongobeka pembeni kwenye msitu na kuanza kujiseti barabara. Piga risasi kana ni bure. Kapatika kombora. Helikopta
mitaa ikasambaratishwa. Infantry soldiers, askari wa miguu, bado wakiongozwa na Komando Michael, wakiongozwa na Masokolindo pamoja na Colonel Logan, waliendelea kumfuata. Kaona tupe makombora na uwa moja moja, na wao bado wanamfukuza na makombora. Piga akadondoka chini, wakadhani labda ameutema. Akainuka tena kuchukua bunduki yake Komando Michael, pika mbele, akageuka akawapa majambos, akageuka tena bado aliendelea kumsaka katika msitu, lakini kila anapoinuka anafanya vitu. Maaskari hao ambao walikuwa nakwenda ovyo ovyo bila kutumia utaratibu wa kijeshi katika msitu, ilikuwa ni rahisi kwa Michael kuweza kuingiza katika mitego yake ndani ya huo msitu. Alijichomeka moja kwa moja katika sehemu moja na kuwavuta taratibu kuwaingiza katika sehemu nyeti aje awamiminie korosho. Wakaja mbio mbio, akawatokea kwa mbele. Toka platuni nzima ilikuwa inamfuata kwa nyuma, kaifikiria mbali. Akainuka Komando Michael mwanaume akiwa amefeka kikosi cha kwanza, lakini bado kikosi cha pili kinamfuata upande mwingine. Anatoka tu nje pale alikokuwa amejificha. Hakujua kwamba maaskari walikuwa wameteka kaambushi kadogo kadogo. Hapo ulipo. Nakwambia hapo ulipo kujaribu. Nikitoa kisota nipiga risasi. Hata nipiga risasi huyo ni hatari. Niamshe mikono. Akaamsha mikono juu. Nikampiga. Ni mimi Bwaza. Ni mimi Wapoti. Nice shot. Ni mimi nimempiga. Nimempiga Wapoti. Nimekuletea na Kalinya. Ingawa ulinipiga kibao siku ile ukanitoa meno mawili, lakini bado nakukumbuka uliwahi kusave maisha yangu. Na nimekuja kujiunga na wewe katika msitu kama unakubaliana na mimi. I guess it does. Nimeingia katika askari wa kukodiwa kufanya mchezo huu mbaya, lakini sikubaliana nao. Sikupokea sasa hivi. Niache kwanza niwachezeshe Kanyabazongo. Go on, get the hell out of here. Endelea na kazi. Na mimi nakwenda upande wa pili, nitakuunga mkono. Ukinihitaji niite. Wakakutana naye. Unatoka wapi? Damn him. Unatoka wapi jamani? Nimemfukuza akatupa bunduki. The son of a bitch. Bado kwenye msitu. Akamdanganya na Masokolindo. Nakwambia nimemfukuza akatupa bunduki. Yuko karibu. Tumfuate afade. Jack Kobla kajiunga na wenzake, kumbe tayari ameshawauza. Kana Logan anakwenda kampini ameshachanganyikiwa, hataki kuzungumza hata na wife. Somehow I gotta stop. Hataki makelele. We've got to get to him before he... Hatuwezi kumpata. Nakwambia huyu mtu lazima apatikane. You're so sure. Nakwambia hawezi kupatikana, ni hatari, nimeshakueleza mimi. Should he? He doesn't need me. Bwana haiwezekani hata mara moja. Mimi nakwambia usikilize amri zangu. I know where he lives. Najua anakojificha sasa hivi. Tutafute mke wake. Tafuta mke wake, tukishamteka mama, mambo yatakuwa ni mazuri. Michael aliendelea na safari. Kumbuka katika kipindi hicho baba yake na Jimmy, baba mkuu wake na Michael, yeye alikwenda kategea njiani akajifanya kama gari yake imeharibika. Michael yule tajiri ambaye alimsikia anazungumza na ndiye aliyehusika na mateso ya mtoto ambaye anamuoa mke wake, alikuwa tayari ameshapandisha hasira. Bwana, nikusaidie bwana. Mzee akatoka uvunguni mwa gari. Huko chini ya ulinzi. What is this? Huko ni nini? Unakuja kunisaidia kiraka? Kiraka gani? Wewe ndio Michael ambaye umechukua ile bwana na kumwingiza msituni? Unaleta vurugu za kuleta matatizo na kucheza mchezo mbaya wa nyama ilioza. Watch the people in the streets killing, raping each other, pumping unafanya mambo namna hiyo na wewe ndio unayesimamia. Unaonekana tajiri, kumbe ni muuaji mkubwa. houses. Siwezi nikavumilia kuwa. Sasa mzee mimi
niko tayari kukupa milioni zote. Nataka pesa yako. As long as it puts money in your pocket. Sali sala zako za mwisho. Sali sala zako za mwisho mara moja. Huwezi kufanya vitendo vya dunia. Die, you son of a bitch. Kufa sasa hivi sana unda ndichi. Kamuongezea shaba kama 8. Michelson akawa amemalizwa moja kwa moja na mzee Cameron Mitchell. Baba yake na Jeme. Kipindi kile kile Jeme kule nyumbani alikokuwa akavamiwa na maaskari waliotumwa na Colonel Organ. Wakambeba moja kwa moja na kumpeleka kwenye hema la Colonel Organ. Mrs. Mike. Mrs. Michael nimemleta. Well, Nafurahi sana, vizuri sana. Wewe ndio Mrs. Michael, mume wako anatuchezesha kanyabazongo. Toka nje niachie hapa. Niachie kwanza nije nimuoji maswali kiutu uzima. oh, Mrs. Danton. Wewe ndio mume wako anatuchezesha kanyabazongo. Deal of trouble. Analeta matatizo katika misitu. He and I were once friends, Unaweza ukamwambia mume wako akajisalimisha mikononi mwangu? but he's made me angry. Ananifanya mimi nionekane kinyago na sifai kabisa kama kamanda. Sasa ngoja nivue nguo nije nikuoji vizuri. We're going to have to suffer the consequences. Mzee huyo Colonel Organ alikuwa ni mfukusa vile vile. He'll kill you. Katika chama hicho alikuwa ni mwenyekiti. That may very well Uwezo kama ndivyo basi atakuwa. but right now Hata mimi ni uwezi ever heard me. kwambia ukiwa mikononi mwangu. Wewe ukaleta mbuzi. Mama alitupa pale. Na moja kwa moja mzee huyu ambaye alikuwa kwenye chama cha Ufuksa, yeye akiwa ni mwenyekiti wa Ufuksa, wale mashetani, alianza kumfanyia vitendo vya kinyama mke wa Michael, Jeme. Cameron Mitchell, baba yake na Jeme ambaye anafanywa Ufuksa, akiwa msituni. Baada ya kutafuta naye ameamua kuingia msituni kumtafuta mtoto wake. Alisikia kwamba mtoto kajisongobeka ndani ya msitu. Uko wapi? Friend or enemy? Wewe. I'm a friend. Mimi ni rafiki. Liar. Rafiki gani wewe? Piga risasi akadondoka chini. Mzee huyu baada ya kumpiga askari wa kukodiwa mmoja akadondoka chini, alisogea ili amfanyie inspection. Apate angalau shaba kama 2 zimsaidie katika bunduki yake. Nani mzee? Wewe mzee ni mwizi. Mzee ni mwizi, akambeba moja kwa moja akampeleka kambini. Isn't for you. Mzee huyu hapa tumemkuta ameua mwenzetu. Baba. Jamie, Jimmy uko hapa? what have they done to you? Wamefanya nini? He raised me. Baba amenifanyia maneno ya kinyama. Ulizao unaliona hapo? Limenibaka na kunifanyia vitendo vya kinyama. Ile zao unaliona hapo Colonel Organ. Unambaka mtoto wangu. Unambaka ngoja kukubae. Unambaka mtoto wangu hizo kumbaka. Ndio anachomba stora. Akaingiza kwenye tumbo na kummaliza Cameron Mitchell. Organ watakuwa. Get the hell out of here. Toa hiki nyako mara moja naweza ikanya hapa. Nimuua baba mkwe. Maana Michael baada ya kucheka kwenye msitu ukawa kimya kabisa, baridi. Alijua labda maaskari wamesarenda. Itupia mbali ile mashine gun na kurudi nyumbani kwake mpaka pakuwa mbali ili kuona kama tamona mawe. Alianza kuita Jema. Jema. Wanaingia sitting room. Alimkuta mke wa Colonel Organ. Umekuja kufanya nini hapo? Usilete matatizo. Ukileta ujinga mke wako yuko mikononi mwetu. Hata kama yuko mikononi mwenu, Maybe she is. utaweza kuzungumza naye katika simu. I should kill you right now. Lazima nikumalize na wewe sasa hivi. But you Kabla ya kunimaliza, kwanza usikilize sauti ya mkeo. again. Yuko mikononi mwetu Jeme. Zungumza naye sasa hivi. Chika simu ongea naye. Hausiweza kutukumbukiza shaba kwenye mwili wako. Yeah. Ni mimi hapa Michael. Come in here, Dan. Wewe ni Michael? Real nice little thing. And Silete matatizo sasa hivi, jisalimishe. Mke wako ni naye hapa. shut up, Dan. What do you want? Nakwambia unataka nini? You know what I want. Nataka unachokitaka unakijua. Dead. Jisalimishe mara moja. Here's the deal. I get you, and she goes Nakupa muda mfupi sana. not before.
Ujisalimishe mikononi mwetu au mke wako nitammaliza sasa hivi. What's the matter, Danton? Kwani unakuwa mgumu namna hiyo? Unakataa kujisalimisha? How do I know she's still alive? Ninajua kama mke wangu bado ni mzima. You don't. Na nitakuja kumkomboa sasa hivi. Make a decision. Uweze ukaja ukampata. Nakwambia umpati. When and where? Nitampata. Takalomkuta anakuja sasa hivi. Sybil will bring you. Alikata simu Commander Michael. Anything stupid. Na kuacha moja kwa moja kuongea na Colonel Logan. With my own hands. Is that clear? Mzee nakuja. Na najua mke wangu nitamkuta mzima. Hakuogopa yule mama aliyekuwa pale mbele yake. Soon. Real soon. Wewe sasa hivi mume wako atakuja. Subiri. Sasa umeshajua unakwenda kujisalimisha. Mama aliweka bastola chini akidhania kama mtakuwa. Bila. Piga risasi nne. Akamaliza mke wa Colonel Logan. Commander Michael akaona sasa mambo yamekuwa ni mchafukoge. Mambo yamekuwa ni mchafukoge, sasa ni kuamua kuwa mnyama wa wanyama, ngedere wa ngedere. Pale pale kwenye nyumba yake alifungua sanduku lake la kikomando na moja kwa moja alianza kuandaa zana zake ili aanze kazi moja kwa moja ya kikomando. Nilikuwa nafanya kazi nikiwa nimevaa bichkoma. Si vizuri kuingia katika sehemu ya mapambano kupambana na jeshi zima la askari wa kukodiwa bila kuvaa kijeshi. Alichukua zana zake muhimu. Alichukua makombora mbalimbali ya kutega pamoja na ya kuzika. Juu ya bichkoma akaweka suruali yake aina ya combat. Kingine ambacho hakusahau Commander Michael ni kuweka kambamras. Watu wa sehemu ya mikoa ya kaskazini wanaita kambamras kama camouflage. Aliona uso wake sasa umefanana kabisa na msitu. Akaondoka Commander Michael kuingia katika msitu. Baada ya kufika msituni hakuwa na lingine, alianza kuandaa mitego ya Kivietnam. Alijua kwamba kwenye msitu atakapowavuta wale maaskari wa kodiwa waingie msituni, kitu cha kwanza ni kuwamaliza nguvu. Alianza kuzika makombora ya kutega, viazi vya kutega, akitumia zile kamba zinaitwa triple wires. Akaweka fuse na fuse hizo zikaingia moja kwa moja kwenye mabomu. Akatega mitego mingine ina mibarashuka. Mitego ambayo alijifunza huko sehemu za Vietnam. Tega mitego mingine aina ya mishenshera. Kahakikisha kila sehemu ameweza kuweka viazi hasa kwenye njia muhimu alizokuwa anajua kwamba maaskari wale wakodiwa lazima watazitumia. Wakati anaendelea kutega mitego yake katika msitu, huku akiwaza na kuwazua ni jinsi gani atakayofanya kazi, anavuta triple wires na kuzitega katika sehemu mbalimbali. Maaskari wakizikwa ziwapo ile kitu inaitwa shimboni, na mabomu yataitikia na chicha. Aliandaa sasa mitego, akasikia kama mtu anamshoitera mpora. Nani wewe? Shikamo. Shikamo wapoti. Wapoti tunasemaje wapoti? Nimeamua kutoroka nije kujiunga na wewe, unanipokea au nipokee wapoti? What do you want now, Coop? Unataka nini ndugu yangu Jacob? Nataka kingine. Tujiunge pamoja mimi na usinifukuze safari hii. Kubaliana na mimi. What now? Sasa hivi You tell me. Okay. Niambie kama unataka kujiunga na mimi, tuwapige watu tuwafyekele mbali. Why? Kwa nini? Because I don't... Na mimi nimeona ni upumbavu. Besides, Nimeona ni ujinga. well, anyway, Ndio maana nimekuja kujiunga na wewe. being on the winning side, so... Nikubalie wapoti. Kubali wapoti. Nipe mkono. Nimekubali. Moja kwa moja Commander Michael na Jack Kobla wakubaliana kuunganisha nguvu zao ili msitu uweze kuwaka moto. Kambini Colonel Logan alikuwa amechanganyikiwa. Mke wake tayari ameshaaga dunia.
Ndani ya kipindi kile kile wale makomando wawili Jackie Cobra pamoja na Komando Michael wamepitia rear gate kutokea katika sehemu ile ya vifaru. Sasa kambi imeingiliwa. Upere umemfika mkunaji. Subiri hapo kwanza nikawadanganya na maskari. Maaka wajajua kama mimi nimeasi. Alikuwa ni Jackie Cobra. Namani hapa. Mikono juu. Mikono juu. Kuja njini wapo habari gani? Onga uko kosha. Onga. Pumbavu kubwa. Mnapiga enza bila kujiangalia. Kazi ya Komando Michael sasa amekuwa kama mnyama. Jack Cobra anajua wenzake hawajajua kama miasi. Washikaji unasemaje? Mambo safi eh? Vipi mnaweza kupata feki kidogo? How's it going, buddy? Mambo vipi? Kisu. Namsalimia nani? Piga kanka kwenye hema. Mleme kwenye hema alipoanguka ndipo alipokuwa hivi. Mume wangu. Nakuomba tafadhali mume wangu nishike. Hakuna mambo ya kushikana hapa sasa hivi. Hakuna kushikana. Mtoto wacha kukusana, mtakusana baadaye bwana. Twende. Mambo ni magumu. Ndio twende. Kamchukua wife wake na kutoka nje kana unamgusa nani? Askari mmoja kataka kumpanda kama kiroboto. Nataka kunipanda mimi. Ngoja nikupe pillowcase. Nikupe pillow ulalie. Akalifyatua pini lile bomu akaliweka kwenye mfuko na kulipachika kwenye kichwa. Akachukua kombola lingine la pili na kulifyatua pini moja kwa moja akaliweka pale kwenye mkono. Ukiachia mkono wakati utakapopata fahamu nitakupa kitu inaitwa kamwene. Huyo vitu gani? Ni panya? Ngoja kuna askari mmoja anatuziba njia pale. Sasa unakwenda wapi? Shika bunduki. Nenda na bunduki. Siwezi kumpiga bunduki. Naenda kumpiga roba. Basi wai. Komando Michael alipanda pale kwenye kifaru na askari alikuwa anapiga feki. Piga kisu cha mgongoni. Kana kandoka chini na kupoteza maisha. Akasogea pale alipokuwa mke wake. Nipe bunduki. Tuondoke. Ni mwenzako, ni mwenzio bwana. Twende. Walitimwambia wakati wanafika pale. Ile kombora likalipuka. Nini hicho? What the hell was that? Kitu gani hicho? Niliacha nimempa mtu amelalia. Mambo vizuri. Tuishie. Alikuwa na moja kwa moja wakajua kwamba katika shughuli ya msituni si vizuri kwenda na mama. Sasa na mimi utaniweka hapo. Utabaki hapa. Sisi tunaendelea na kazi. Tukimaliza kazi nitakufuata. Basi. Nakwambia ubaki hapa. Mambo mengine kwanza nimalize hao maskari. Tukirudi nyumbani tutaweza kuonana. Asante lakini wai. Usitoke hapa mpaka nije nikuchukue. Hakuna mtu wa kutoka. Jamani. Basi mmoja huko. Mmoja shemeji huko. Ndio. Wende msituni tumwage mwani. Maskari walikuwa tayari wamejigawa tena katika vikundi viwili. Wamejisongobeka ndani ya msitu wanaanza kuwasaka Michael pamoja na Jackie Cobra. Tuko nyuma. Colonel Logan anaongoza pamoja na Masoko Lindo. Waliwaacha kwanza wasogee kule. Aliona sana kusogea wanaelekea kule ambako Komando Michael alikuwa amepanda viazi vya Kivietnam. Nisogea hapa. Tuwasogeze sehemu za karibu. Sijui kwenye bunduki yangu risasi bado zimo. Bado imejaa. Nilisahau kumbe niliweka magazini ya 6. Kumbuka msitu umepandwa viazi na vitakuli.
Jesus. Mambo gani haya? Kuna mitego kumbe? Twende tusogee huko. Wakasogea tena. Wacha kulia kama kuku. Wacha kulia. Ya Rabbi Maulana. Walianza kusogea, wanaingia sasa kwenye mitego. Mitego inafanya kazi ya Runyamunda. Kana Logan anaongoza kikosi kimoja na Masoko ndio naye anaongoza kikosi kingine. Msitu sasa umekuwa mchungu. Angalia, uniache. Paka kwenye mikindoni mio iliyochongoka. Askari akaaga, huyu mtu ni hatari, tutakwisha. Sasa wakaanza kwenda ovyo ovyo bila kufuata utaratibu wa miondoko. Kijana huyu wa Kinego alikuwa anaijua sana mitego. Sasa mitego imekuwa ni migumu, na mimi nimewahi kwenda Vietnam. Ukirudi nyuma unakamata na mtego, kienda mbele akaukamata, lakini wa pili akuweza kuona. Paka ukamkata mkongo ijolia. Sasa walianza kuwavuta, kuwasogeza katika maeneo ambako bado kulikuwa na makombora mengine. Dale! Songa mbele! Ya kwa miguu! Masoko ndio upande wa pili alikokuwa na yeye, aliogopa kwenda haraka haraka. Kabidi aende taratibu, huko na shoita mpora asija akakwaa viazi ambavyo wenzake wengi walikuwa tayari wameshapoteza maisha. Kabidi niende taratibu nije nimfieke huyo mtu. Umejifanya mjanja katika msito. Umetega nini hapa? Alidhani mimi nitaingia hapa. Haiwezekani hata mara moja. Masoko ndio aliona mtego, akauchupa. Bado anavutwa. Wakaingia kwenye bomu. Ilifika kama watatu. Wako nyuma huko. Wako nyuma au wako mbele? Twende kwa mbele. Twende kwa mbele, fuata mpaka wakamatwe. Na mimi Masoko ndio niko huko, mzee, endelea na kazi. Sisi tuko upande huu, Masoko ndio. Endelea na upande huo. Piga kama kutoka kwa nyuma. Wakigeuka huko unapigwa huko. Tena wamemchokoza chui. Jack Kobla pamoja na mwenzake Komando Michael wanawachezesha kanyabazongo maskari wa ukodiwa. Fukuza mpaka kama tu. Abado babuli bali viandua. Wacha kutupigia kelele. Firi ya mbali huko. Fata huku. Mbarika sasa zinaanza kuangalia mgongoni. Wanakwenda ovyo ovyo. Maika kaona namsogelea, akatimua mbio na kuteki kava kwenye miti. Hawakuona ndani. You gotta spin down! Wachi! Mambo yamekuwa ni magumu. Sasa walibakia askari 5 ambao waliendelea kuhangaishwa. Na upande mwingine kulikuwa kumebaki na askari kama 3. Mzee Kamelu Michele alianza kuogopa hata kusonga mbele. Cheki mwenzangu yuko wapi?
Uko wapi? Mike uko wapi? Chukua kombora. Chukua kombora. Wapi habari gani? Wako kwa mbele hapo. Wako kama 6 hapo mbele. Alichukua kombora aina ya 7V na kwenda kujiseti sambamba kwenye mti, akalipakia na kuliweka kwenye site. Na wale maaskari akawaweka kwenye site. Alikoki na kuinua site. Askari kama 4 ikawa ni mpao. Sasa mzee anakwenda ovyo ovyo. Mzee anakwenda ovyo ovyo, ameshachanganyikiwa. Anacheki mahali pa kwenda anashindwa. Anatafuta njia kwenda kambini aioni. Fukuza mzee mpaka kamata. Afukuzwe mzee, tumuona anatimua Mbariga kamata yeye. Mama alikokuwa amejificha alianza kuogopa baada ya kusikia vitu vinanyemelea, akaanza kutoka taratibu. Kumbe pale ameshanyemelewa na askari mmoja wa kukodiwa. Unafanya nini hapo? Jamani. Mama alitolewa nje, kumkuka amekamatwa na Masokolindo. Anatoka nje, alikutana na kamanda Colonel Logan akiwa anakwenda msobe. Hili nasikia kimti kinatikisika. Ana Logan anaweza kupiga hata mtu yote. Hili ndapiga. Mimi ni mwenzako. Umempata wapi huyo? Nimemkuta amejificha kwenye kichaka. Sasa huyu atatusaidia wajisalimisha. Now he's gonna die. Sasa unakwenda kufa. Twende. Jaribu kumshughulikia huko. Akipiga kelele, wakisikia mimi nitakuwa nimeteki cover huko niwamalize. Alianza kumtesa mama. Apige kelele Jacob pamoja na Komando Michael. Wakisikia hiyo sauti ya huyo mama, waweze kusogea. Mnitokeza huku. Au sivyo ninafikiria mbali. Come on, Arrow, pull our fucking brains out! You hear me? Aliyekuwa kwanza kusikia hiyo sauti alikuwa ni Jackie Kobla, akatimwambia kuelekea kule alikosikia sauti ya shemeji yake. Stanton! You got 10 seconds to show your face, Stanton! Imewapa dakika 10 tu. Au sivyo na mbali si mbali. Sauti mbona nasikia kama mwangu. Msitu ulikuwa ni mkubwa kama minziro. Sauti inaposikika huko inakwenda na mwangwi, echo. Stanton! Sikia sauti huko, ukienda huko unasikia tena nyuma yako. Komando Michael kule upande mwingine alikokuwa. Hapo ulipo kamanda. Mwachie. Siwezi nikamwachia. Siwezi nikamwachia, ninamaliza sasa hivi. Simwachie na kumaliza. Piga risasi. Piga risasi bila kutoka chini. Kumbuka Jack Kobla alikuwa ni kamanda wake. Fanya nikumalize. Huwezi kunimaliza mimi. Kill me. Unataka kuniua ni uwe. Traitor. Kwambia ni uwe, wewe ni msaliti. Wewe ni msaliti, kama unataka kuniua ni uwe. Hakujua kama mwingine alikuwa ameteki kama pembeni. Hakuwa mwingine alikuwa ni Masokolindo. Anageuka ukimbia na mama. Alitandikwa risasi Jack Kobla. You fucked up. Wewe mjinga kabisa. Jack Kobla alitandikwa risasi kama 8. Akaanguka chini moja kwa moja. Kimbia, mkamate mama. Mkamate mama, ametuacha. Kamanda Colonel Logan anaanza kwenda ovyo ovyo. Anahangaika. Wakati huo Michael naye anahangaika, alisikia sauti ya mke wake akienda kwa mbali. Vile vile mwangwi unambabaisha. Masoko aliendelea kumfukuza mama. Mama huyu alikuwa amechoka kweli kweli. Fika pale akamkuta mwenzake anakaribia kukata roho. Roho imebakia kwenye pua moja. Vipi mwenzangu? Shemeji amemfukuza, ninajaribu kumkamata. Akatimua mbio Komando Michael kuelekea kule alikosikia sauti ya mke wake. Ama wakati anatimua mbio alikuwa ndio ovyo ovyo. Kama kaingia mkono tena mama Masokolindo. Huko nyuma Komando Michael anakuja na hasira chungu zima. Sasa mama Cheme
iko mikononi tena mwa komando Masoi Korindo. Tupo chini. Bitch. Piga risasi ya kwanza. Wazi. Mama kapiga risasi. Huyo akamwona. Chuma panga. Piga risasi lakini akaja. Akaja mbio. Kata mkono. Mami kata mkono. Piga na mkono. Tamira ibota. Tamira mtotozi. Tamira ntama. Puma mkubwa. Akaanguka chini. Kumbuka aliahidi kwamba atamkata kichwa. Alichomoa singa yake ya Kimarekani. Acha nikunyoe, nikupe upara wa maisha. Jala alitoka moja kwa moja na masikio yameungana kwenye nywele, ameyashika mkononi. Wakati huo mzee Kanali Logan ameshashikwa na Kanyabazonga na kwenda Mbaliga zimeshaangalia kwenye kichoko. Anaanguka mieleka. Mzee inuka. Bwana mdogo, chukua masikio ya Masokolindo. Nilikwambia kama Masokolindo nitamaliza. Get it over with. Niwe. Siwezi nikakuwa umelala chini. Siwezi nikakuwa umelala chini, amka. Ngoja basi bwana mdogo. Niamke. Sasa nifanye. Nakwambia sasa toa t-shirt yako. Get off. What? Nani? Simuka toa t-shirt. Before I cut you. Toa t-shirt kabla sijakukata shingo. Ngoja nifuoke. Nitoe suruali, nitoe nini? Nakwambia toa viatu. Nitoe suruali, nitoe viatu. Toa viatu mara moja. Ngoja kamba zimebana. Tope zimeshaingia kwenye buti. Ngoja nitoe. Sasa nifanyeje? Nifungue mkanda. Nimekwambia sasa ujiandae kukotora. Nifanye nini? No, you can't do this. Kimbia! No! Nakwambia kimbia! Zaka timu mbio. Haiko akishangilia ushindi. Kuanzia katika kipindi hicho. Mzoga uliokufa. Dead play. Tuzo na mela kipumbavu. Ikawa imekomeshwa kabisa katika sehemu hiyo. Akawa na kuishi na mstarehe. Picha yetu ya Dead Play. Hapo ndipo inapofikia mwisho. Imewekwa maneno ya Kiswahili. Captain wa kivita Derek Gaspar Mkandara. Rufufu kama wambeja. Pata picha nyingine ya kivita.